tunaanza kuona ukimtazama nje Elia, unaanza kuona yule ni Yohana, lakini kumbe ndio Elia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana ni roho yake ni ya Elia, ila mwili wake ni wa nani? Wewe mwili wako ni nani? Unaitwa nani? Nani? Huu mwili ni wa Geresia, ila Geresia sio mwili. Geresia ni roho imetoka mbinguni kamili, mfano wa Mungu, imeingizwa kwenye mwili huu, akauvaa mwili ili aweze kutimiza makusudi yake hapa duniani. Hawezi kutimiza makusudi ya Mungu pasipo kuvaa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu makofi. Biblia inasema katika Zaburi ya 115 mstari wa 16 kwamba na tutabarikiwa sisi aliyefanya mbingu na nchi, kwamba mbingu ni mbingu zangu, nchi ni mwako wa wanadamu. Mungu anasema mbingu ni mbingu zangu, nchi ni mwako wa wanadamu. Ni kwamba Mungu akikupa kitu hakunyang'anya. Umeelewa ndugu zangu? Hata utende dhambi uanguke, kama uko na vipawa utakuwa navyo hivyo, ila shetani tu anavitumia. Hakunyang'anya. Kama sivyo shetani angenyang'anya uwezo wa kuimba, angenyang'anya uwezo kupiga vyombo. Lakini kwa sababu akishampa amekupa, ila siku ya mwisho lazima ueleze hesabu yake, utoe hesabu juu ya vipawa ulivyopewa. Bwana Yesu sana. Amina. Kwa hiyo anasema huyu mtu amekupa mbingu hiyo hapa. Mbingu ni ya kwanza na malaika na Roho Mtakatifu na Yesu. Ila nchi ni mwapa wanadamu. Maana yake ni mwapa wanadamu wenye miili. Mnalisikia ndugu zangu? Mwili, yani hii dunia umepewa wewe, ila ni mtu wa mbinguni, mwana wa Mungu aliyevaa sura ya mwili, anakaa duniani. Kwa nini? Huwezi kuishi duniani bila kuwa na mwili, kwa sababu mwili asili yake ni nini? Ni nini? Ni udongo. Na roho yako asili yake ni wapi? Mbinguni. Biblia inasema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Si ndio? Mungu ni roho. Kwa hiyo akizaa mtoto anazaa nini? Roho. Hawezi kuzaa mwili. Anaposema na tuumbe mtu kwa mfano wetu, yeye ni roho. Akizaa mtu anazaa roho. Hawezi kuzaa mwili. Huo mwili wewe umepewa, ni kama tumepewa ili utimize makusudi aliyokutuma kule mbinguni. Umekuja hapa duniani kwa sababu hiyo, unafaa na mwili wako unakupelekesha tu, hali ya kujua ni wewe, ila mwili wako ndio unakupelekesha, na huo ndio unasababisha kutenga na uso wa Bwana. Sasa hiyo sana tunaanza kuona mtu ni nani. Elia ameishi, si ndio? Ila kwa sura nani? Ya Yohana. Kwa nini Mungu anawachanganya? Wakijua ni Elia hawatamuua, na Mungu ameleta duniani afe. Unasikia? Moja, awabatize watu wasiungame dhambi. Yesu azaliwe mahali salama. Maana ni sauti ya mtu alikana, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Akasema mimi nawabatiza kwa maji, mkiziungama dhambi zenu. Ajaye nyuma yangu ana nguvu kunishinda. Yeye hata kwa Roho Mtakatifu, sio kwa maji tu, hata kwa Roho Mtakatifu atawabatiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimempigia Yesu makofi na kuendelea. Wewe ni roho ya Mungu imetoka mbinguni, umeuvaa mwili, na kwa sababu hiyo hatima yako imeshaamuliwa, kama vile Yohana hatima yake imeamuliwa kuja duniani. Na wewe mapenzi ya Mungu juu yako imeshaamuliwa. Hakuna yeyote anaweza kuyazuia, kwa kuwa imeshaamuliwa kwa jina la Yesu. Sikiliza nikwambie, hicho kitu nilipokielewa, basi munidanganya chochote. Nilivyoelewa kumbe ni hivi. Nilivyoelewa tu nikasema basi, mimi ni mwanadamu, mimi ni roho, nimeuvaa mwili, ila mimi sio mwanadamu. Amina. Watapaka na kusema kinajifanya ni mwana wa Mungu. Kwani Yesu alisema ikiwa ni mwana wa Mungu, jiokeni msalabani na sisi tuokoe. Ni mwana wa Mungu, iko mtundiko wapi? Ila ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana ni roho imetoka kabisa mbinguni, amemtuma ni nabii, lakini anakubali kufa kwa sababu yameshaandikwa. Yote yaliyopangwa juu yako lazima yatatimia kwa jina la Yesu. Umetoka mbinguni, umeshapangiwa misheni hapa duniani, ya kuwa mwalimu, ya kuwa mhubiri, ya kuwa mjinsi, ya kuwa mfanyabiashara, ya kuwa mlevi. Wakati wako kutimia, kile kitu kitafanya wako kwa jina la Yesu. Ili utakuwa misheni uliyoletwa. Kabla sijaendelea, ngoja tuendelee hapo. Tusome kitabu kile cha huyu Elia, tumuone. Je, tumuone huyu Elia. Kitabu cha Marko